Shughulikia swala la siri. Marko 5:35. Ndio. Nikamcheka sana. Naye usipende una tatizo lako unaenda kuomboleza na watu. Ndio wale waombolezaji. Ndio. Waombolezaji wanafuata mnavyoniona mimi hapa sina hata pesa ya chakula au sina hata hela faini. Oh jamani pole. Basi nini? Kadri unavyolalamika na kusema mambo yako ndivyo unavyovuta mapepo. Yaani Mungu aliyoshawahi kunionyesha kabisa tena kama mara 3. Watu wanaolalamika kinachokuwa unakuta na kuonyesha huyo mtu ni mchafu. Yaani mimi nashangaa Mungu anakuwa ni mchafu, yaani anakuonyesha yuko chooni. Mtu anayelalamika mimi jamani tena wale watu wabaya nani wamefanya hivi kulalamika kulomboleza unaombolezea watu watakusaidia nini? Labda kama basi umekwenda kwa mtu ambaye unajua atakusaidia, hiyo ni kitu kingine tofauti. Sijasema kwamba usiende kuzungumza na mtu ambaye anastahili kuzungumza naye, utaenda kwa yule anayestahili, lakini sio mtaa mzima. Mimi kabla sijaokoka nakumbuka mamangu alikuwa bado yuko hai. Sasa yule mama alipata shida. Nilikuwa nikipata shida tu simu. Yaani nitamlalamikia. Nadhani alikuwa ameshazoea akiona simu imetoka Dar es Salaam hapa anajua kuna kazi. Nitalalamika. Hata nisikiliza mwisho ananishauri. Lakini inaelekea alikuwa anapenda kwa sababu gani? Nilipookoka nikaacha. Akaanza kulalamika. Siku hizi unipendi. Hata unipigie simu, hata uniambie mambo yako. Lakini kumbe nikaa nimejifunza kwamba sipashi kulalamika hovyo. Unavuta mapepo. Yanaitwa unclean spirits. Beelzebub. Zinakuja zinakufuatilia. Mimi nimeshaziona katika ulimwengu wa roho kabisa. Kwa watu wanalalamika. Siku moja nikampigia mdogo wangu fulani sehemu fulani. Akaanza kulalamika. Baadaye naanza kuona maizi yanamfuata, afu yananifuata mpaka mimi. Nikamwambia nikampelekea message nikamwambia na kuomba kuanzia leo. Yale mambo ya kulalamika usiniambie. Sasa kusikie. Kwa hiyo hapa Yesu anasema akajifungia ndani. Yule mama na mambo yake ya mafuta akajifungia ndani na wanawe. Na familia yako. Amen. Haleluya. Usiruhusu kuombolezea shida. Kwa sababu Mungu anasema shukuru kwa kila jambo. Kila jambo. Ndio. Alafu anasema amini tu. Ndio. Yaani Mungu anapenda kumwamini. I say. Yaani kama unataka kupata kitu kwa Mungu, wewe muamini. Unaona kabisa mambo yameharibika kabisa. Iko Zaburi ya 112 ile ukisoma karibu yote. Anasema hata ukipata habari mbaya. Anasema bado moyo wako uko imara. Ndio. Unajua kwamba Mungu anaenda kufanya. Uko katika moto kabisa kwenye moto. Lakini bado moyo wako imara. Soma Zaburi ya 112 yote ile. Inasema hata apatapo habari mbaya, bado moyo wake utakuwa imara. Yuko anamtegemea Mungu. Unajua yuko Mungu niliyesimama naye. Hawezi kuniacha. Yes. Haleluya. Haleluya. Kuwa na imani. Sio mpaka kitu ukione. Hapana. Kabla hujakiona kiko mbali. Ndio. Haleluya. Hebu naomba ukasimame. Pigie Bwana makofi. Haleluya. 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 Naomba unyoshe mkono wako, tutakusomea maombi haya alafu rudia alafu baadaye kila mmoja ataomba ya kwake. Asante Baba. Asante Baba. Kwa kunifundisha. Na kuachilia upako. Wa nguvu. Hekima. Roho imani. Ili niweze